ikangu lyatenda bino mwiswahili, nyinyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakoleza na nini? Haifai kitu tena, ila utupa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika, wala watu hawawashe taa na kuifunika kwa debe, ila uiweka juu ya kinara ili iwaangazie watu waliomo nyumbani. Hivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Amen. Engereza abe twashikisoma bakwibuuta na mbeno engereza atino suku yatena nibu. You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltness, there is no way to make it salt again. It has become worthless, so it is thrown out and people trample on it. You are like lights for the whole world. A city built on a hill cannot be hidden. No one lights a lamp and puts it under the bowl. Instead, he puts it on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Amen. 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 Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Ni vile Kiswahili kinasema nyinyi wanani? Nyinyi watumishi wa Mungu. Nyinyi wanani? Nyinyi wa Kristo wote mlio hapa. Sasa huyu wa Kiingereza yeye hakusema hivyo. Amesema hivyo lakini amebadilisha maneno machache pale. Alisema nyinyi ni kama nuru au mwanga. Nyinyi ni kama chumvi. Lakini wa Kiswahili anasema nyinyi ni chumvi. Na wote wanasema namna moja. Huu wa Kiingereza analinganisha wa Kristo na chumvi. Haleluya. Ina maana ile kazi yenye chumvi inafanya ni hiyo kazi ambayo wa Kristo wanapaswa wafanye kwa dunia. Na hii dunia hapa ni watu, kwa ulimwengu watu. Ina maana ile kazi ambayo nuru inafanya kwa ulimwengu, kwa watu, hivyo hivyo Wakristo wafanye hivyo kwa watu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nadhani sitakuwa mrefu, na ninaweza kuwa mrefu ikiwa Bwana anapenda. Chumvi lazima tungeangalia maneno machache tu
Waandishi wengi wamesema juu ya chumvi na juu ya mwanga au nuru. Huyu Mathayo amesema hivyo, Marko naye alisema hivyo hivyo kwa sura yake ya 9 kwa versi yake ya 50 amesema hivi: muwe na chumvi ndani yenu na kudumisha amani kati yenu. Amen. Amen. Muwe na chumvi ndani yenu na kudumisha amani ndani yenu. Luka naye amesema hivyo hivyo kwa sura yake ya 14 na versi yake ya 35 hadi 34 hadi 35 amesema hivi: chumvi ikipoteza ladha yake haifai kitu, wala kwa udongo wala kwa mbolea watu huitupa. Mungu atuhurumie. Amen. Kwa nini huyu Luka amesema hivyo? Luka amesema hivyo nayo inafananishwa na yenye Yohana ameona kwa Ufunuo sura ya 3 versi ya 15 na 16. Yohana aliona mambo mamoja pale kwa Ufunuo, nayo inasema hivi: na yajua matendo yako, ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una mvuguvugu au una uvuguvugu, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ina maana huyu Luka na Mathayo wanasema kitu na Ufunuo wanasema kitu kimoja. Chumvi ikiwa inapoteza ladha haifai, ni lazima itupwe tu. Na Ufunuo Yohana ameonyeshwa kuna watu ambao watatupwa, wale wenyewe hawako moto au hawako baridi. Maji ina asili, tuseme asili au etape, sijui nitasema nini kwa Kiswahili. Moto maji wakati iko ndani ya mto inakuwa baridi. Ukiichota unatia kumoto inakuwa moto. Sasa kuna maji mengine ukiichota unaitia kwenye jua itapoteza ubaridi wake, na tena haitakuwa na moto, itakuwa ya vuguvugu. Na wale wenyewe wanapenda kunywa maji wa moto, wanapenda kunywa maji ya baridi, wengine ya moto, wanakataa ile ya vuguvugu. Ndio pale Yohana alionyeshwa watu wa vuguvugu, watu wenyewe wako baridi. Baridi ni wapagani kabisa. Wale watu wenyewe wako baridi ni wapagani. Wale wenyewe wako moto ni Wakristo. Lakini kuko watu wako katikati. Yeye sio wa kulia, yeye sio wa kushoto, lakini ni wa katikati. Huu wa katikati kwao yeye ni kule kubariki, njoo kwenye akaenda kutupwa, kutapikwa. Tuseme kazi ya chumvi kwa mataifa mengi sana, chumvi inatumika kama vile kiungo. Kiungo ni kama vile matomate, ni kama vile matunguu, ni kama vile manjani, kurkuma, ni kama vile
mambo mengine ambao wamama wanatia ili mboga iwe na ladha nzuri. Na Yesu anaambia Wakristo, nyinyi ni chumvi ya dunia, nyinyi ni kama chumvi ya dunia. Kazi yenu mtaunga watu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu mwenyewe anajua nyanya uchungu, wengine wanaita nyanya mshumaa, kwetu tunaita asongo, na kuna mle mdogo tunaita akaba. Ukila hiyo unasikia iko uchungu sana, lakini kwa sababu ilike, wamama anakamata kachumvi kidogo anatia mle ndani. Haleluya. Na mimi napendaka supu yake sana. Penda supu ya asongo, wakitia chumvi na kula vizuri sana na kumbuka nyumbani. Chumvi inatumika kama vile kiungo. Kiungo kinafaa kitu kisiokuwa kizuri kiwe kizuri. Haleluya. Amen. Kitu chenye kuwa na uchachu kiwe kizuri. Kwa wengine chumvi hutumika kwa kuzuia vitu visioze, visiharibike. Kama sehemu za kule kwetu wanakamata hii matalapia yenu, wanaipasua, wanaipaka chumvi mingi, wanatia kujua inakauka, haitaoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chumvi ilitumika pahali pa fridge kuchunga kitu kisiharibike, kisioze. Kama Mkristo analinganishwa na chumvi, kazi yake atazuia watu wasioze, ulimwengu usioze, familia isioze. Amen. Ndoa za watu zisioze. Maadili yasioze. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine walitumikisha chumvi kama vile dawa. Na sisi tunalinganishwa na chumvi, ina maana tutafanya ile kazi ya chumvi kwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inasema nyinyi, haikusema wewe. Ingekuwa wewe, labda angekuwa anasema kwa Mathayo peke yake, lakini Yesu anasema nyinyi wote ambao mmeitwa. Sio kazi ya mchungaji tu, sio kazi ya mwinjilisti tu, sio kazi ya muombaji tu, sio kazi ya mwimbaji tu. Nyinyi wote, sisi wote. Wewe ni chumvi mpenda, wewe ni chumvi. Amen. Amen. Na wewe niambie wewe ni chumvi. Wewe ni chumvi. Mimi nisema mpenda, na wewe sema jina langu na roho. Amen. Haleluya. Amen. Mpenda ni chumvi, awe ni chumvi. Matu ni chumvi, mponda watu ni chumvi. Osea ni chumvi, Masa Lokomia ni chumvi. Haleluya. Amen. Hata wale wageni wetu ambao wanakuja ni chumvi. Na wanapaswa wafanye kazi ya chumvi ili watu wasioze, ili vitu visiharibike. Je, unaitika ya kwamba wewe ni chumvi? Ndio. Je, utafanya kazi ya chumvi? Ndio. Je, wewe ni chumvi ya kutupwa ile imeshaharibika au ngali chumvi mzuri? Nzuri.
chumvi nzuri. Ungali chumvi mzuri? Ndiyo. Au ushakuwa chumvi ya kuharibika? Hapana. Kama wewe ni chumvi ya kuharibika, unastahili kutupwa na ukanyagwe na watu. Kuna maandishi hapa nimewasomea, amesema kama chumvi inaharibika haifai hata kwa mbolea, hata kwa udongo, ni kutupwa tu. Watu wowote wenye wanafundisha mambo yasiyokuwa sawa, siku ya mwisho watatupwa. Watu wowote ambao wanafanya mambo yasiyokuwa sawa, matendo yao si sawa, watatupwa tu na kukanyagwa. Labda tuseme kidogo kwa kazi ya nuru. Nuru ni mzuri sana. Haleluya. Amen. Nuru ni mzuri sana. Ndio maana unaona vyombo vyote vya usafiri wanatia nuru kule. Hii magari yetu ina nuru, wanatia mataa. Giza likija, wawashe mataa, waone njia wazi, wapite hatari, waruke mashimo na chochote ambacho kinaweza kikaumisha. Ndege hivyo hivyo wanatia mataa, mashua hivyo hivyo, hata baskeli ndogo wanatia mataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuru ikiwaka, giza ukimbia. Haleluya. Amen. Nuru ikiwaka, giza ukimbia. Kama tutawasha nuru hapa, giza itakimbia. Amen. Mambo yote ya giza yatakimbia. Amen. Watu wataona njia wazi, na watu wanapenda nuru kuliko giza. Na Yesu alileta nuru na akasema sisi ametupa ile nuru, na Biblia hapa inasema muwashe mataa yenu, nuru yenu iwake, ili watu wapate kuona. Haleluya. Amen. Ili watu wapate kuona, wapate kuona matendo yenu mema. Haleluya. Watu wakiona matendo yetu mema, watamtukuza Baba yetu ya mbinguni. Haleluya. Kama tukifanya matendo ya nuru, Mungu atasifiwa. Haleluya. Kama tukienenda kama watoto wa nuru, kanisa itajaa, familia zitapona, nchi itapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina rafiki yangu mmoja, tunaongeaka naye mambo ya kiroho. Na rafiki yangu mmoja tunaongeaka naye mambo ya kiroho. Yeye ameonyeshwa ndoto, sikuleta ile Biblia yangu yenyewe nilikuwa nayo, yenyewe nilitumika nayo kule. Alionyeshwa ndoto, akaona kanisa na ilikuwa Kongo, kanisa la Kongo. Kule juu ya kanisa kuna chapa karte ya Kongo, taswira ya Kongo. Kuna wenye karte mnasema nini mkiingereza? Karte ya nchi. Kama logo tu. Map ya nchi ya Kongo waliona juu ya kanisa. Yeye aliona katika ndoto juu ya kanisa, ndio map ya Kongo iko. Yeye ndio alikuwa ananiambia juu kunaongeaka maneno ya kiroho. Akauliza Mungu, sielewi yenyewe unasema
sielewi lenyewe unasema kati ya Kongo inapanda juu ya kanisa juu ya nini? Mungu akamwambia nchi hii kanisa juu ilianza kuharibika. Haleluya. Amen. Nini ilianza kuharibika? Ina maana wa nani? Sisi wachungaji, nyinyi wa Kristo, waombaji, waimbaji na wengine wote. Na kupona kwa nchi hii kuko mikononi mwa kanisa. Haleluya. Haleluya. Kupona kwa nchi hii kuko mikononi mwa nani? Mwa nani? Wale watu wenyewe wanakuwaka wanapenda kuomba, wenyewe wanapenda kutafuta kiroho. Kuna elimu zingine wanafundishwa ambao watu wengine hawafundishwi. Ndio maana Mungu akamwambia Yeremia kule 33 na mstari wa 3, akamwambia Yeremia, uniite nami nitakujibu, nitakuonyesha mambo makuu usiyoyajua iliyo katika siri. Haleluya. Haleluya. Kama tutapenda hii kanisa iwe kanisa, hii kanisa iwe kanisa, kama tutapenda hii kanisa ipanuke, kama tutapenda hii kanisa watu waokoke na sisi wenyewe tuokoke, nuru yetu ya ngazi, tuwe chumvi. Haleluya. Amen. Tuwe chumvi, tuwe nuru. Naisha kamata muda mrefu. Sikuwa napenda nikamate muda mrefu. Nuru ikiwaka, watu wanaona njia nzuri, wanajua tupite hapa, tusipite hapa. Haleluya. Haleluya. Watu wenyewe wako gizani, hawaone hatari yenyewe inawazunguka. Watu wenyewe wako gizani, hawaone hatari yenyewe inawazunguka. Lakini nuru ikiwaka, utakuta kumbe nilikuwa karibu ya shimo. Na Biblia inasema ikiwa vipofu wataongozwa na kipofu kingine, wote watapotea. Haleluya. Kama kundi la vipofu wataongozwa na kipofu kingine, wote watapotea. Haleluya. Amen. Mnasikia hiyo? Mnasikia? Ndio. Mimi ndio kiongozi, mimi niko kipofu, niwaongoze nyinyi wote, sisi wote vipofu, mwisho wetu ndani ya shimo. Na Wakristo tumeitwa sisi ndio chumvi, sisi ndio nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio jambo mdogo, sio jambo ndogo. Kama wewe ni binti na umemwamini Yesu Kristo, Yesu amekufanya kuwa chumvi ya dunia. Haleluya. Amen. Mtoto mdogo tu wa kike akimwamini Yesu Kristo, Yesu anamfanya kuwa nuru ya dunia. Mwanamke akimwamini Yesu, Yesu anamfanya kuwa nuru ya dunia. Mvulana kama nyinyi kule nyuma, ukimwamini Yesu Kristo, Yesu anakufanya kuwa nuru ya dunia. Kama ni wewe peke tu ambaye umeokoka ndani ya familia yako, ujue wewe ndio kuna nuru ya ile familia. Uko na toshe kubwa, uko na taa kubwa. Usijidharau.
mangi anga mlioni bemi betetala be kama mko 10 nyinyi ndio mko na 5 na watu wote wanatazama kwenu. Haleluya. Mkijifanya kuwa vipofu ni familia yote inaanguka. Ni familia yote inaanguka. Bwana asifiwe. Nyuma kuna kwa mwingine mwalimu kule yuko anafundisha na mimi nafundisha. Mimi niko nafundisha juu ya nuru. Wewe uko nuru. Na uwe nuru kokote kwenye utaenda, hata kwenye utaolewa uwe nuru. Amen. Haleluya. Amen. Hata kwa kazi yako uwe nuru. Kwa madhehebu yote yenye mume wako atakubeba, sababu wabebe tuwasemaka kwa yao wote ibaya na mama. Uwe nuru. Na unaweza kuwa nuru hata kwa mume wako. Tunosuku tuliona meshi tuliona aite tuliona asitwa kuna nomoro ndai Haleluya. Amen. Sema kwa sababu wewe ni nuru. Bwana tusaidie sana. Amen. Mafundisho ya Paulo kwa watumishi wa Mungu. Paulo anafundisha watumishi wa Mungu. Anamwambia Timotheo kwa Timotheo wa kwanza sura ya 4 verse ya 12. Paulo anatia Timotheo kuwa kiongozi. Anamwambia wewe ni nuru kama vile Yesu alituambia tuwe nuru. Paulo anatia Timotheo awe nuru. Anamwambia hivi, mnifuate. Haleluya. Haleluya. Usiitike mtu yeyote akudharau kwa sababu wewe ni kijana. Haleluya. Utumishi wa vijana unadharaulika sana. Yeye kwamba anatumia Mungu. Ewe msi anatumia Mungu. Lakini kama Bwana amekuita na unakubali ni Bwana amekuita, simama. Haleluya. Haleluya. Mimi nilipoitwa kuwa mchungaji nilikuwa na watoto wawili. Watoto wangapi? Wawili. Na wakati nilipoitika kwenda kwa masomo ya Biblia, sijui kama nilikuwa nishakuwa na mtoto au nilikuwa sijawa na mtoto. Na watu wasema alimajamba. Ewe no siwa itamsa imwida kanisa yote. Haleluya. Amen. Kama sina akili, nilionekana kama sina akili, lakini Bwana ameniita na Bwana anakuita. Simama, uwe nuru, uangaze. Simama, uwe chumvi, usiogope. Paulo anaambia Timotheo, usiitike mtu audharau ujana wako. Uwe mfano, uwe mfano. Awe nini? Timotheo, uwe mfano kwa sababu umeshaitwa uwe mfano kwa vijana wengine. Haleluya. Amen. Uwe mfano, uwe mfano. Mkifransa sisi tunasema example. Example. Sijue wengine wanasema mkifransa model. Kama unashonesha suruali yenyewe iko mzuri, inasimama vizuri, au suti yenyewe inasimama vizuri, watu watauliza, hii umeshona wapi? Na mimi naweza kuja kamata au model
uwe modeli. Timotheo, uwe modeli ndani ya kanisa, uwe mfano mzuri, mfano wa kuigwa, mfano wa kufuatwa. Uwe mfano katika nini? Usemi. Uwe mfano katika maboto bobe aikana na senga. Uwe mfano katika usemi, langaje yako. Sisi tunasema langaje iwe amo na kurtuazi. Sijue kurtuazi nitawaambia namna gani mu Kiswahili. Omotenda ni ile mbela. Amen. Itenda ni ile mbela. Omwana anatenda lino inakwaruza. Naweza umiza, naweza haribu. Timotheo, mtu wa Mungu, akotenda ni ile mbela. Unasema na kujizuia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na wanaume wote, rangi zote, wanapenda wawe na wake wenyewe, wanasema na kujizuia. Amen. Mimi nasema hivi kwa sababu niko mwanaume. Sijue wanawake na nyinyi mnapendaka hivyo? Mama mmoja anafanya kitu hivi. Wanawake wote wanapenda waume zao, huwa wanasema na kujizuia. Wakati yuko anasema na yeye, anaona nikisema hivi naweza kuarusa huyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wachungaji, sijue wachungaji wote wanapendaka wawe na Wakristo wenye kusema na kujizuia. Haleluya. Amen. Na Wakristo nanyi mnapendaka wachungaji waseme hivyo kwenu? Wanatikisa vichwa kabisa. Sisi wote ni chumvi. Amen. Wao wanafundisha usemi, uwe mfano kwa usemi. Ujichunguze kwa usemi. Uwe mfano kwa mwenendo wako, comportement yako. Sijui comportement mnasema nini mkiingereza, masa nisaidie. Tunakuja hapa kusaidiana. Mimi najua maneno ya Mungu, wewe unajua Kiingereza, nisaidie. Comportement mnasema nini? Behavior. Behavior. Uwe mfano kwa behavior. Mfano. Mimi wakati nilikomaa, nilikuwa na mwenzangu mmoja, nilikuwa tunamuita Alota. Alota, unajua mwalimu Alota, wewe Mpenda, unajua mwalimu Alota Rashidi. Alikuwa rafiki yangu na alikuwa na dada zake watatu. Dada zake wangapi? Watatu wenyewe wako mbele yake. Alota anawafuata. Baba yao anakufa, mama yao anakufa, wanabakia watu wane ndani ya nyumba, wanajiongoza watoto wadogo. Wadada hawajaolewa na kaka hajaoa. Lakini wakati wowote wenyewe nilikuwa naingia nyumbani kwa Alota na dada yake, nilikuwa najisikia naingia patakatifu. Haleluya. Amen. Nilikuwa najisikia naingia wapi? Patakatifu. Nilikuwa naona naingia kwa watu wenyewe wanajua Mungu. Hawana baba, hawana mama. Wanajibeba wenyewe. Kuona jinsi wanapendana, jinsi wanasema. Ile maneno yetu tunachokondemu hati yao. Haleluya. Kama watu wanaishi vizuri, watu wengine wakifika pale wanakuwa wanapigwa na kitu moja. Na watu wengine wanapenda wawaige wale. Nilikuwa napenda ni muige Alota na dada zake, na mimi niishi mharmoni na dada zangu, niishi mharmoni na ndugu zangu.
Haleluya. Amen. Kama tutaishi mharmoni na watu wenyewe wanatuzunguka, tutakuwa maskini matajiri. Haleluya. Amen. Maskini wa matajiri. Maskini wenye kuwa na amani. Maskini wenye kuwa na furaha. Mzungu mmoja alicheka sana. Aliona mtu mweusi, ana shamba, ana gari, mshahara wake ni wa chini, lakini anaona yuko anacheka. Anasema anacheka. Na bibi yako anasema wanacheka. Angalia hao watu. Amen. Wanaweza kama kwa kuwa na furaha na amani ni utajiri? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mfano kwa mwenendo, mfano kwa usemi, kuna nakawia sana hivi. Mfano kwa upendo. Amen. Jinsi unapenda Mungu uwe mfano. Jinsi unapenda watu uwe mfano. Jinsi unapenda mume wako uwe mfano. Jinsi unapenda mke wako uwe mfano. Jinsi unapenda watoto wako uwe mfano. Jinsi unapenda wengine wote uwe mfano. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Au inawaumiza? Wale wasiopendana ndio wanaumia. Lakini watu wengine jinsi wanaishi na dada zao. Kuna watu wamoja tulikuwa majirani pale, alikuwa na dada zake wengi sana. Ye mmoja, dada zake ndio wengi, lakini matusi yenyewe wanasema kaka na dada wipwa. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Wengine hata hujamuuliza atakwambia huyu ndio mtoto wa baba mdogo, huyu sikuzaliwa naye tumbo moja, huyu ndio nilizaliwa naye tumbo moja, huyu ndio mtoto wa ule dada wa kule. Hawa wote ndio nyinyi. Haleluya. Hawa wote ndio nyinyi. Na wewe ndio tumbi ya hii familia. Siku moja mimi kwa watu wenye kuwa na wadada wengi, niko miongoni mwa wale wenye kuwa na wadada wengi. Wao ni baba mdogo, baba mdogo, baba mdogo, baba mdogo, baba. Na wale wote nilikuwa baba yangu ndio mkubwa. Walizaliwa mbele ya baba yangu, wakazaa mbele ya baba yangu, lakini baba yangu alizaliwa nyuma akawa mkubwa na mimi nikafanyika kuwa mkubwa. Nakutana mtu mrefu sana yuko ananiita na siku moja tukasafiri tukaenda nafasi moja ilikuwa Mboko na umoja mjomba yangu kule walikuwa wanaolewa watoto wa baba zangu wadogo kama wale kufika hapa kuku. Sijaoa lakini baba ananipatia makuku. Tunafika hapa kuku. Mshakula kuku ine. Njiani akaniuliza, hao wote ni wanani? Kama chinjane aje. Wagotana wenda ni bobi wale bana batatu wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtoto mwikwa hawakuwa wanambagua. Dada wambague. Ndugu wambague. Mkishikamana mnakuwa nguvu. Mnakuwa nini? Nguvu. Na mkishikamana mkipendana mnakuwa matajiri. Haleluya. Haleluya. Amen. Sijue naona nishe wachosha, acha nikate, nitakusemaka siku nyingine. Ulikuwa kule kwetu mpastere mmoja anaitwa Jaombe Masiba. Baba yake alizaa watoto wengi wanaume. Wengi sana. Na wote walipendana. Na baba yao alikuwa kama vile njoo president kwa ile familia. Kama mwenyewe anaongoza nchi, juu walikuwa wengi.
obe maseba onu obe ntuma obasokonda maseba obe emochi obe fulani obe emochi obe fulani anaamurisha vitu. Siku moja wanaweza vitu yote, kama wabeba na jaka mbuzi ngapi wote washamaliza. Anafika sasa kwa dada yake, anamwambia wewe familia. Ule mzee alikuwa anaitwa Isaya. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Familia yetu inaweza ikawe hivyo kama tutafuata hii mafundisho ya Paulo kwa Timotheo, na kanisa letu linaweza likawe hivyo. Timotheo wa kwanza 5:8 inasema hivi: lakini kama mtu hawezi kutunza wa jamaa yake, hasa wale wa nyumbani kwake, basi mtu huyu ameikana imani na ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini. Haleluya, amen. Tunasikia hiyo sura. Basi na mwana machoka ineni na makala inaike chatasa yose, lakini benume makala mao. Tumeitwa sisi ni chumvi, sisi ni nuru. Nimewauliza, wewe ni chumvi? Ndio. Mkanijibia kila mmoja ndio. Nikawauliza, wewe ni chumvi ambayo imeshaharibika au ni chumvi nzuri? Na kuna sio jambo rahisi kuseme ndani ya watu waseme mimi ndio chumvi ya kuharibika, lakini wamo chumvi za kuharibika tuko nazo hapa. Neno la Mungu linakuja ili lionye, itufanye sisi wote tuwe chumvi, chumvi mzuri. Amen, amen. Tukiwa chumvi mzuri, nuru yetu itaangazia, matendo yetu itaangazia watu, na wao watamtukuza Mungu wetu, watasema kweli hawa ndio watu wa Mungu. Amen. Bwana bariki neno lake. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Na waza tumefunzwa leo kuhusu mafundisho ya Yesu ule aliyesema nyinyi ni chumvi.